Rasmi dabi imepigwa na Young Africans, ndio mabingwa wa NBC msimu huu. Hapa tupo na El Bugatti. Anataka tupe hapa ufafanuzi kuhusiana na mechi ya jana, mtazamo wake na vitu ambavyo ameviona kuhusiana na dabi. Kwa historia ni mara ya pili Yanga kumfunga Simba mechi 5 mfululizo. Sijaona mahali mmesema, lakini hii ni mara ya pili. Sio mara ya kwanza, wala sio kitu kigeni, wengi hawajui. Mwaka 1990 mechi ya kwanza ya ligi Simba alishinda goli 1, alifunga Mavumbi Omari. Mechi ya pili Yanga akashinda goli 3-1. Kumbuka Makumbi aliweka hiyo mechi pia, na hata Kipese kama sikosei. Ilipokuja mzunguko wa kwanza wa ligi, wakati unaitwa ligi daraja la kwanza, sio ligi kuu, Simba na Yanga akashinda goli 1-0. Alifunga Said Swedi Skad. Ilifanyika Mei 18, 1991, Jumamosi, Mei 18. Mechi hiyo ya pili sasa. Mechi ya tatu ambayo ilikuwa ni mechi ya marudiano sasa, ligi daraja ya kwanza, mzunguko wa pili, Yanga akashinda tena goli 1. Alifunga ule Muha Said Swedi Skad. Mechi ya 4 ligi ya Muungano, kulikuwa huku zamani natoka timu 2 huku 2, baadaye wakasogeza zikawa timu 3 bara, timu 3 Zanzibar, kupata wawakilishi wa CAF na bingwa wa Tanzania. Wakakutana kwenye mechi nyingine ya 4 ligi ya Muungano, mzunguko wa kwanza, Yanga akashinda goli hizi 2-0. Hiyo mechi ya 4 mfululizo. Magoli alifunga Bakar Salum Shuaboy, baba yake huyu Shuaboy huyu, baba yake. Goli la kwanza alifunga Athmani Abdallah China. Alikuwa kiungo mahiri sana wakati ule. Mechi ya 5 ligi ya Muungano, raundi ya pili, marudiano, Simba kaja uwanjani, half time kagomea. Hakurudi 1991 hakurudi ligi ya Muungano. Akasingizia refa kakimbia, Yanga kapoa ushindi. Kwa hiyo mechi 5 mfululizo sio kitu kilichoanza leo, kimeanza miaka. Hiyo nakwambia mimi 90s 91. Manake you talking about 34 years. Makolo alishakula mechi 5 mfululizo. 3-1, 1-0, 1-0, 2-0, 2-0 za kukimbia. Maana zilikuwa jumla wakati ule goli 9. Katika goli 9 Makolo alipata goli 1 la Edward Chomela. Hii safari inaambiwa 11-2. Namba ni ile ile. Yanga sasa wanatakiwa kaiboreshe rekodi yao, waendelee kuwafunga Simba at least kwa uchache mara zisipungue 20. Yani Makolo wanatakiwa waendelee kuonewa na Yanga kwa sababu ya vitu viwili vikubwa. Challenge mimi nimekaa Simba naijua vizuri sana. Style yao ya kiuongozi ni ya kuongopeana. Wanapenda kufanya propaganda mbaya, halafu wanaongoza kisamani. Mentalities za viongozi wa Simba, unaona viongozi wa Yanga wengi wapya, Hersi mpya, Arafati mpya, hawakuwepo kabisa miaka 5 tu 6 nyuma, 8 huko hawakuwa katika mpira. Yani Hersi mwaka 2015 16, Katio Mel kwa rafiki yangu sana,
anakuja yeye mshabiki wa Yanga, anapiga story wakati mimi niko Simba, tunacharurana, bas that's it. Hakuwa kokote katika mpira. Amekuja na mentalities mpya, amekuja na mambo mapya. Even Arafat sio mtu labda useme na miaka 15 kwenye mpira. Wale wajumbe wa kamati ya utendaji 99% kama si wote ni wapya. Mdhamini wao Ghalib Saidi ni mtu ambaye ana mentality mpya. Wenzetu wako wale wameng'ang'ani miaka zaidi ya 30. Na wanaamini wao ndio wanajua mpira, yani wao pale wanaona wao ndio wanajua mpira, wanajua fitna. Hamna chote, hamna mpira wa fitna siku hizi. Timu hawatengenezi kazi wote wale mentality zao zimegota. Hersi anakuja na mipango mipya, maandalizi mapya, usajili amebadilisha staili. Bado wenzetu wa usajili wenyewe wa 10%, yani hamna kitu kaka. Hawataka kukubali ukweli, lakini viongozi wa Simba akili zao zimegota. Wakitaka Simba ifanikiwe, ile timu yote ya Simba, uongozi yote iondoke. Yote. Hakuna pale kiongozi tena wa mpira. Pale watu kukaa tu majungu, fitna, lakini hamna, nakwambia hakuna. Na wajua wote hakuna. Kwa Yanga hii na mipango hii ya kina Hersi, in next 10 years, niliwaambia kati ule naingia Yanga anaenda kushinda ubingwa mara 10 mfululizo mpaka Rais Samia atakapoondoka. Tayari 4 bado 6. Tayari 4 bado 6. Na kwa namna walivyo, kwa sababu nini kitakachotokea? Mohamed ataingizwa tena chaka la kutoa hela usajili kwa wachezaji wapya. Watabadilisha na coach. Usajili wa wachezaji proper wakwenda kusaidia timu yao msimu ujao haiwezi kuwa chini ya $1.5 milioni mpaka $2 milioni. Wachezaji wa maana katika hizo zitatumika $300,000 au $400,000. Wataenda kuchukua cha $20,000, $30,000. Mohamed sio kwamba atoi hela, mimi najua anatoa, lakini anapigwa. Sasa Yanga hilo jambo halipo. Mchezaji $150,000, $150,000 inafika. Signing on fee $200,000 inafika. Wenzetu upigaji mwingi. Hawataka kukubali, unajua watakasirika kweli leo, watanichukia. Lakini mimi nakwambia Mohamed, hela unaotoa haisajili wachezaji. Unaletewa makapi. Na kwa Yanga walivyo na mipango thabiti, utakubali kupigwa kila siku. Ujanja tu marefa. Walikuwa wasema marefa anaonea. Yule jana kaonea. Leo nimeona washabiki wa Simba maskini ya Mungu hawajui chochote, wanaenda kumlamikia Mangungu kafanya nini? Hajui chochote. Lakini timu ikifanya vizuri, sifa kwa viongozi wengine, kina Salim Trageni, kina Mohamed, tuzo ya mashabiki bora wanapewa, atakabidhiwa wengine. Ikifungwa tu lawama kwa Mangungu. Lakini huoni mahali timu ikifanya vizuri anatajwa yeye. Kafanya nini? Anahusika na nini? Labda kosa kubwa la Mangungu ni kukubali kuitwa mwenyekiti asiye na nguvu. Kwa hiyo lawama zote anabebeshwa yeye. Lakini hana anachokijua. Mimi na hakika hata hajui kama mechi jana ilikuwa inatakiwa ichezwe. Hajui, wallahi mimi nafahamu uendeshaji wa vilabu, nimekaa humo. Hajui. Labda saa 5 asubuhi kapigiwa, bwana pelekeni timu. Mbona timu yenu mkishinda mumtaji Mangungu? Lakini ikifungwa Mangungu kahusikaje? Anacheza. Kwa wachezaji wale mechi 100 zirudiwe, zote anapigwa. Zote. Hakuna tena mwana Simba, hata huyu, hata wale machawa wachambuzi wanaolipwa tiketi wote wamesalenda, wamesaluti. Wote, hakuna yani
wote nchi nzima imekuwa Yanga Afrika. Nchi nzima. Hakuna anayesema sio habari ya Maleva, hakuna anayesema nini Mpanzu, wote mechi 100 wote wale mekake. Wameandika makala zao zaidi ya 100 wanajishaua. Hataki sisi siasa. Sisi tunatengeneza timu. Nyinyi mkolosema GSM. Ndio wanasababisha ligi iwe mbovu. Jana GSM nayo makolo tawi la GSM. Badala ya kutengeneza timu mnafanya propaganda, haiwasaidii. Naongea kama mtu wa football sasa. Yanga wametengeneza timu yao na wana consistency. Simba watafumua timu, wachezaji kati ya 10 mpaka 15 watawasafisha. Ukileta wapya, Yanga wanaendelea kuzoeana. Yanga wataongeza wachezaji. Nilikuwa naongea na president. Siamini kama Yanga, kwa sababu wachezaji wote watabaki. Wote. Hakuna mchezaji hata mmoja atakayeondoka katika ile timu iliyoanza jana. Wote wapo. Wote. Diara yupo, Mzize yupo, Jobu yupo, Aucho yupo, Abuye yupo, Pakome yupo. Kwa hiyo wataziba yale magep machache. Sasa naambie kwa Simba, wale first 11 iliyoanza jana watakobaki wazidi 4 au 3. Unategemea utamfunga Yanga 25-26? Kila siku timu mpya. Brothers, Simba waache uongo, watengeneze timu. Bila kutengeneza timu, wakakubali hii mambo kila mwaka tunajenga timu. Alafu pia kuna laana. Nyinyi hamtaki kukubali kuna laana. Usimfanyie mtu dhulma, itakugeuka tu. Na kuna magundu pale hapo yameng'ang'ana. Hawashindi kikombe chote, kuna magundu mengi pale. Na laana. Namfanyia mtu dhulma, unatumia nguvu yako, matukio yake yako wapi? Mimi naona raha tu. Nimeondoka kwao, nimeshinda makombe 4 ya ligi. Nimekuja Yanga katika miaka 4 niliyofanya kazi, miaka 2 nimeshinda ubingwa. Na bado mshabiki wa Yanga, nafurahia tu, na enjoy tu. Yaani mimi na ubingwa hamna mtu ananiweza. Yaani mimi na nyota ya makombe. Okay. Nimeanza nayo kutoka kwa makolo mara 4 kuja huku nimeshinda. Mara 2 nikiwa nimevaa medali, lakini pia nimeshinda nikiwa shabiki. Mara 2 nyingine 8 hizo kaka. Hakuna mtu aliyefanya hivyo nchi. Ama only one. Yaani mimi na enjoy. Na sio hivyo, na mingine 5 wanakuja 6. Labda Mungu anyime uhai, lakini kaburi langu litaenda kuwekwa medali zile za ubingwa. Mara 10 zile zikimalizika mje kuniwekea medali kama nitakuwa nimetangulia. Angalau tu mzitandike dakika 1 basi afu muondoke, kazi ondoe, ili mradi isiwe na nembo za kilevi. Lakini si mbaya baada ya miaka 5-6 ijayo mchukue medali zile, mje nazo Kisutu, mtengenezee, mnitambazie tu hapo muondoke. Ndo raha. Wachezaji sasa hivi kuna vita ya MVP kwa Simba na Yanga. Kishamba hizo, vita kishamba. Mpira ni sanaa. Sasa MVP nani? Yule huwa sio huwa. Kudadeki, mimi nafahamu mchezo ni. Mimi nilitabiri Pakome atakuwa MVP mwanzo wa msimu. Nilikwenda Avik kabla wiki ya wananchi. Nikawaita Pakome, Chama na Aziz. Nikamwambia nyinyi kesho nabadilisha style. Nyinyi ndio mtakewa funga kamba za viatu. Wote watatu nitawaita kila mmoja kwa wakati wake. Baadaye nikatoka na Pakome pembeni. Muulizeni atakwambia. Nikamwambia wewe Avik Town. Nikamwambia wewe ndiye MVP wa this season. Nisikilize mimi. Ulichokifanya msimu uliopita, ongezea kidogo tu unashinda MVP. Nilimwambia Pakome Avik Town. Nikiwa na mwanangu Hassan, namwambia maneno haya. Nikamwambia unashinda MVP.
anashinda hiyo. Huwezi kuangalia Pacome si genius. Ni sio mchezaji wa level. Ni sisi tu Yanga tuna bahati kucheza na mchezaji kama Pacome. Yaani Pacome ni level ya kucheza katika Afrika. Ahli, Esperance. Kucheza Yanga ni bahati. Yaani katika vitu nilivyoshukuru Yanga Yanga ujue janja sana. Umeona Pacome? Disemba si Januari washafunga naye mkataba mwingine miaka 2. Pale mchezaji sisemi kwamba yule nani anaitwa yule Mkongo wa Makolo nani? Mpanzu. Ana kitu unakiona, dribble mzuri, anaweza kupenetrate, anaweza kupiga, lakini anacheza na wachezaji gani? Anacheza na wale wavunja kuni. Yaani ule Mpanzu pale atakaa siku zote atakuwa hashindi ubingwa maskini. Karia yake itaharibika. Nimeambiwa mkataba wake ulikuwa mwaka 1. Kama inawezekana aje kucheza kwa mabingwa, ataenjoy pale. Ingawa pia hawezi kuanza first 11. Nani anamweka nje? Nani anamweka nje? Anaingia sub dakika 30 40, lakini ana kitu. Tunaweza tukamsajili, ni mchezaji. Ngoja tuone tunafanyaje, lakini nitakuhakikishia wananchi wana Yanga, huu ubingwa ni haki yetu. Tuna timu bora na tutaendelea kushinda ubingwa tena na tena na tena. Na inshallah tukutane Jumapili Zanzibar kwenye finali. Na inshallah Mungu akinipa hai na majaliwa nitakuwa pale Jumapili kushangilia kikombe kingine. Ni vikombe juu ya vikombe, vikombe juu ya vikombe, vikombe juu ya vikombe, mpaka pale tutakaposema sisi wenyewe